Wanyabi wamekuja na mapanga wamemzingira. Aisee, hii ni hatari. Mwamba anaitwa Zhongsheng. Ndo mkali wa picha hii. Angalia kwanza ngumi inavyowaka moto, lakini subiri, huu moto haunguzi, ni aura tu ya nguvu alionayo. Ni moto ambao haunguzi, lakini unavunja vunja hadi mifupa. Bwana, hiyo po kule. Noma sana mzee. Zhongsheng. Bwana, kitu. Hiyo po. Hiyo po kitu. Noma sana hii mzee. Twende kazi. Hizi ni jebu mashina mzee. Hii hapo ni kana ya kufa mtu kule. Sije kuona picha matata kama hapa kule. Huyu ndo Zhongsheng mwenyewe. Bwana. Yopo. Bwana. Vitu hapa lazima heshima ifuate mkondo wake kule. Tupo watu huko. Akamfuata nyang'ao mmoja. Niambie. Maize yuko wapi? Maize ndo anasimjui mimi. Atakutoa ufahamu Maize yuko wapi? Akawa ameelekeza kwamba Maize kuna sehemu amehifadhiwa. Kwa maelezo ya huyu nyang'ao amemwambia aende kwenye jengo la Hinotera, ndiko alikohifadhiwa binti. Sasa mtaalamu akaelekea huko aende kabisa akaone, je, ni kweli mpenzi wake yuko kwenye hilo eneo au tu nyang'ao ameamua tu kumtengenezea mtego ili aende kule amkose wao waweze kumaliza. Sasa mtaalamu anazidi kwenda kule. Kufika hapa kweli anamkuta binti yuko huko. Maize, niko hapa. Maize analia kwa uchungu, ulikuwa wapi? Yeye alikuwa hapa, amekuja hapa amenitesa vya kutosha. Ondoka na wewe, utakukamata na wewe pia utakufungia huko, ondoka. Mtaalamu anasema mimi siwezi kuondoka nikakuacha wewe. Ni lazima tuondoke wote. Sasa kabla hajamtorosha, wanafika wale manyang'ao. Hapa ndipo moto ambapo unakuja kuwaka. Kavuta kwanza hiyo nyororo. Afu Kiba anasema wewe boya tu wewe. Tunamuua na wewe pia hautondoka hapa. Wakamfuata mwanangu, hiyo ngumi ni moto wa kufa mtu, yani moto wa ajabu sana huo. Nguvu ni maradufu, pigiza watoto chini. Bwana, kitu moto mkali sana huo. Vitu. Bwana. Asante kule. Kiba pamoja na Yami wako tu hapo wanaangalia mchezo unaendaje. Mwamba kachafuka, yani ukisikia kuvurugwa ni huku. Kiba mpaka macho anawaka tu moto, anasema lazima nikuue wewe. Wakajipanga mtumbili wakamfuata noma sana. Juu kwa juu karuka mzee kawa na punch tu mzee. Wewe pigo kwanza pushi moja binti pembeni. Kiba kashiko kwanza alibonyezwa. Puzi nini? Bahati mbaya amekamkita shingo, ila bado mwamba tu yumo chini. Bwana. Akavutwa kwanza huyo. Kuja poepua puzi. Kachupwa kwanza kule. Binti anakuja alinyongwa. Pigizwa moja mpaka huko. Akawa anatema tu damu. Hasa kavunja mnyororo ila mtoroshe binti. Hasa anaenda hivi. Kiba pamoja na Yami wako chini. Huyu ndo mkuu wao anaitwa Ying. Mtu mbadi sana huyu anaitwa Ying. Katika watu wabaya basi huyu naye ni wa kwanza kwa ubaya. Sasa Zhongsheng pamoja na Maize huku wanajikokota wanaenda. Maize kumbuka huko hoi kashakitwa kisu cha shingo. Kule ni hapo na maumivu vibaya mno. Wanajaribu kwenda, lakini mbele wanakutana na huyo Ying. Ying anajifanya kuwa mwema kwao eti kwamba watoroke, kumbe ni mtego amemtengenezea. Ying anaamua kumtengenezea mtego. Yami pamoja na Kiba wakamzingira tena akamweka kati. Kile kisu ambacho amekitwa hapo, anazidi kubadilika tu, ni shingo inaanza kuomonyoka kama ukuta, inaanza kuweka ufa kama ukuta. Mishipi inajaa damu nyeusi. Ying kwanza akamchukua binti. Zhongsheng anabadilika sura. Shingo zinazidi tu kuwa na damu nyeusi. Mara kaguswa moyo. Ying alimgusa moyo hapo. Piga kwenye moyo, mwamba kazima down. Mwamba kaenda down tayari ameshaguswa moyo. Huyu jamaa ana nguvu ya moto. Binti kwanza kachukuliwa. Anasema huyu binti lazima afe. Alafu ufala
chukueni mkamtupe huko baharini. Zongshen, huu ndo mwisho wako. Ko, nenda kamsalimia shetani huko mbinguni, na huyu binti ni lazima afe. Sawa sawa mkuu. Poa, poteleni. Sasa natoa agizo kwamba huyu aenda katupe baharini. Mwamba katupwa kule Zongshen, katupwa baharini, afu binti kachukuliwa. Binti mwenyewe anaenda kufa hivi karibuni. Akati yuko kwenye maji anakumbuka kipindi uko na mtoto mzuri, penzi wake Maize. Alikuwa akitoka zake kuvua samaki, anakuja na mkuta tu amekaa hapa akimsubiri. Wanakuja anapiga stori mbili tatu. Leo hii ndo anamkosa kabisa. Inauma sana. Alafu amemwacha kwenye mikono ya madui. Anazidi kabisa kuchanganyikiwa kwenye maji, huku yuko hoi maututi ajitambui. Anakumbuka mengi tu. Mara kaibuka yani akijana na hasira ndio nguvu zinazidi kuongezeka maradufu. Kumbuka anatumia nguvu ya moto. Akawa ametoka kwenye maji namna hiyo. Sasa kazi inayofuata ni kujitibu. Kachukua kwanza kaupanga kidogo, katoa kwanza ile sumu ya jamaa alimpiga hapo. Kumbuka alimpiga na kitu, si kwa sisi watazamaji tumeona kama imemgusa, lakini kuna kitu cha ajabu aliingiziwa kwenye moyo. Sasa anaamua kujitibu. Kaingiza dawa yake hapo ya kienyeji hapo mzee. Piga radi zote zikawa zinaingia mle. Sasa hapo anazidi kujitibu. Sasa ile mionzi kapiga kwenye moyo hapo, ikawa imeondoa sumu yote. Hapo mwamba, yani kwanza ile sumu kutoka mwanangu, yani ule moto, ile nguvu ya moto ilimnyenyua juu, akayuko juu hewani mzee. Kuhema mpaka miti yote ilianguka, majumba yote chini. Yani hapa mema tu. Akipiga mtu je? Mimi sijui kitakachotokea. Hebu tuende mwanangu na hii movie. Tusonge nayo mbele tuone mengi zaidi. Kwanza alipita na watu wawili, akazama huko ndani. Sasa maboya wakaja, kumbuka amekuja na 6G mzee. Hiyo tu chini. Sasa na minya watu kama 30 double kule. Watu wawili wakatulizwa kwanza pembeni. Tulieni nyie mbwa nyie. Namtaka mkuu yeni. Umoto hapana. Anakuja pale kuta binti tayari kashachukuliwa. Kabidi atoke nje. Wewe boya, maiza wangu umempeleka wapi? Kaambia kule, nenda huko. Kakutana na mkuu mwenyewe, usiniulize mimi. Niko tu anaangalia hapo, anashusha mizigo, anapakia, anatua, anapakia. Sasa wakati wako hapa, wanashangaa yule jamaa alitupa kwenye bahari bado yuko hai. Amekuja kiwa mwamba ni mzima kabisa. Kiba yuko hapa na upanga wake. Yaani kakoki na silaha zake. Sasa hapa tumumalize kabisa, tufyeke kabisa shingo yake. Kiba anasema lazima afe. Zongshen anaangalia tu, mara Kiba katua mbele yake mzee. Mkono ukapigwa mzee. Bwana, vitu alipewa ngumi nyingi. Yana akasema hii vita ngoja niingilie. Akatoa na kama mzee akamfunga. Tala akasema unanifunga wewe, kuja hapa. Binti chini, akakaja kwa kwanza tumbo. Kumbavu nini? Vitu. Bwana. Vitu. Kule. Walipanchiwa moja wote kule, akajikuta tu